asifiwe. Mungu awabariki na wapenda. Ni siku nyingine ambayo tumekutana leo. Mpendwa, nataka tuongee jambo moja siku ya leo. Neno letu la leo ni je, matendo yako yanamfunua aliye ndani yako? Ni kama swali. Je, matendo yako yanamfunua aliye ndani yako? Sasa tuone historia ya watu wawili ambao waliweza kufanya mambo ya ajabu ambayo Mungu aliweza kujifunua kwao. Tunakwenda kusoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari ule wa 13, unasema: basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hawa watu wawili walitenda muujiza wa ajabu sana. Petro na Yohana walikuwa wakielekea hekaluni. Ukisoma kwenye Matendo hii sura yake ya 3, ndio inatuelezea historia yote ambayo walivyofanya maajabu pale kwenye mlango uitwao Mzuri. Walipofika pale mlangoni, waliweza kumkuta kiwete ambaye miaka hawezi kutembea. Lakini yule kiwete alipoona kina Petro na Yohana, alifikiri ya kwamba watamwachia chochote kile kama vile fedha au dhahabu. Lakini Petro na Yohana walimwambia, sisi hatutakupa pesa wala dhahabu. Sisi kila ambacho tulicho nacho ndicho tutakwenda kukupa. Na waliposema hayo, walimwambia ya kwamba, simama, jitwike godoro lako na uende zako. Na kweli Mungu aliweza kuonekana siku ile. Yule kiwete aliweza kusimama, akajitwika godoro, akaenda zake. Hawa watu wawili walionekana ni watu ambao wasiokuwa na elimu, walionekana ni watu wasiokuwa na maarifa, lakini matendo yao yalistaajabisha sana. Waliweza kuona mtu ambaye amekaa miaka hawezi kutembea, lakini kwa neno lao akaweza kutembea. Hivyo matendo yao yaliweza kumfunua Yesu aliyekuwa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali sasa ni kwetu sasa limekuja. Je, matendo yetu yanamfunua Yesu aliye ndani yetu? Ni kwako mpendwa unayenisikia. Ukimkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lazima matendo yako yamfunue Yesu aliye ndani yako. Na ukisha kumkubali Yesu, lazima usemi wako uashiria ya kwamba wewe umeokoka. Lazima matendo yako yaonekane wewe Yesu yupo ndani yako. Na hata ukiombea mtu lazima apone, kwa sababu ukishamkubali Yesu na akikaa ndani yako, lazima ufanye matendo yale ambayo Yesu aliyafanya. Kwa sababu wakati alipopaa mbinguni alisema ya kwamba sitawaacha kama mlivyo, nitawatumia Roho Mtakatifu, naye atakuwa ndiye kiongozi wa maisha yenu. Mtaponya wagonjwa, mtafufua wafu na mtaokoa watu. Aliweza kujua ya kwamba watu hawa hawezi kufanya kazi hii ikiwa mimi nitakuwa pamoja nao, lakini sasa nikienda nitawatumia Roho Mtakatifu. Na alipokwenda kweli aliweza kutuma huyo Roho Mtakatifu. Wakina Petro waliweza kuponya wagonjwa. Tazama kiwete aliyekuwa mlangoni, aliyekuwa amekaa miaka mingi hawezi kusimama, lakini siku hiyo alisimama. Ni vizuri mpendwa, matendo yetu na yamfunue Yesu aliye ndani yetu. Tuwe na mienendo mizuri, tuwe na ongeaji mzuri, hata wakati tutakuwa tunaongea na watu watuelewe kuwa Yesu yumo ndani yetu. Nini tutakachokijua kama Yesu yumo ndani yako? Usemi wetu, mwenendo na tabia. Watu wataona wewe una kiburi, una dharau, una tabia ambayo sio sawa, na hivyo vitaashiria ya kwamba wewe bado Yesu hajakaa ndani yako. Ni vizuri mpendwa, kuanzia leo uweze kutambua ya kwamba matendo yetu ndio yatatuashiria kuwa Yesu yumo ndani yetu au Yesu hayumo ndani yetu. Bwana akubariki sana kwa siku ya leo. Siku nyingine Mungu akubariki sana.